sijui chochote kile. Sawa. Naanza 1, 2, 3. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa jicho lake likamtazama, ndiye mchungaji, uzuri wake ukamfanya shindwe. Wifi, sijategemea kama una roho ya kikatili namna hiyo. Kwa kile nilichokiona, mnapanga na Mr. Mirambo. Ukapewa sumu uje umletee kakaangu umuue. Ninaomba achana na huo mpango. Kumbuka kwetu tumezaliwa tuko wawili tu, mimi na kakaangu. Sasa onyo, kakaangu akifa ole wao. Unajua hivi mimi sijui nachoongea. Yaani sijui kabisa naongea kitu gani. Hivi unahisi mimi naweza nikamuua mume wangu? Na namuua mume wangu kwa sababu gani? Kumbuka mimi nampenda mume wangu. Na licha hayo, kumbuka wewe ndio chanzo cha mimi kuolewa na ndugu yangu. Na unavyosema mimi eti sijui katibu, sijui kanipa sumu. Hivi kweli unafikiria kweli? Yaani mimi naweza nikapewa sumu na katibu, msaidizi wa mume wangu kanisani, afu nije nimuue mume wangu? Inakuja kweli akilini hiyo? Nakumbuka kwamba mimi nampenda mume wangu, siwezi kufanya upuuzi kama huo. Siwezi kufanya ujinga kama huo wifi. Hiyo ni onyo nimekupa. Kumbuka tuko wawili tu kwetu. Naomba niachie kakaangu. Kama umemshindwa au humpendi, una upendo wa kinafiki, niachie kakaangu. Full stop. Yaani mimi nachokuomba, kama unahisi mimi naweza nikakuulia ndugu yako, kaa chini, tafakari, nafuatilia hiki kitu kwa umakini. Lakini eti sio unakaa unakuja unaniita unaniambia nataka yaani nimepewa sumu mimi, yaani katibu anipe sumu nikamwekea mume wangu. Kweli inakuja akilini hiyo wifi yangu? Kwa sababu gani kwanza? Mimi sitaki kujua kwa sababu najua hukubali, ila nimeshuhudia. Kutokana nimeshuhudia, mimi nimekupa onyo. Unanikosea, inatakiwa ufuatilie kwanza kitu, afu ndo uje uniambie. Wewe una hakika gani kwamba yule alinipa? Nimeona. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa jicho lake likamtazama. Dada, nimekuona wewe mbwa. Kuanzia leo naomba uachane na bwana wangu yule, yani ni mume wangu mtarajiwa. Tena nakuomba ukome kabisa huo malaya wako, unajifanya mama mchungaji, kumbe una lolote dada. Kuanzia leo sitaki nikukute naye tena. Nikikukuta naye nitakufanyia kitu kibaya. Dada sana. Hivi unajua kwamba mimi ni mke wa mtu? Tena mama mchungaji. Dada, nakuheshimu. Tena ninakuheshimu vizuri sana. Kwa hiyo nakuomba unapokutana na mimi, haya mambo yenu ya kijinga wa upuuzi wenu naomba usiniletee kabisa. Nakuheshimu. Nakumbuka jinsi unavyoongea hivi. Mimi najulikana, mama mchungaji, unaniharibia. Kwa hiyo nakuomba. Sitaki shida na mtu. Aha, kumbe wewe umejivika mama mchungaji, ni kama yani sijui yani tuseme sijui nini. Yaani umejifichia, unajifichia makucha yako kwa kuwa mama mchungaji. Na nimeshajua. Kuanzia leo sasa nakwambia, sitaki nisikie tena wewe mbwa. Unajifanya mama mchungaji kumbe malaya mbwa kabisa. Na yani ukiendelea, utakuja nikuzalilishe. Usijui unanielewa nikwambia sitaki kusikia hilo neno. Mabwana gani? Nakuomba samahani. Tena isijirudie dada. Sitaki siku nyingine tena ninapita unanisimamisha bwana. Tena nikome. Najiheshimu. Mimi ni mama mchungaji na nina mume wangu.
Yaani mimi nakwambia vitu vya msingi unaniambia mambo ya kijinga, nitakuonyesha. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa jicho lake likamtazama, ndiye mchungaji, uzuri wake ukamfanya shindwe. Angamizo la kanisa. Mke wangu, inabidi nikusindikize. Sawa. Sawa, hamna shida. Unaenda na usafiri gani? Nitatumia hata pikipiki tu, si hapo? Okay, pikipiki. Utamaliza siku ngapi mke wangu? Nakaa wiki moja tu. Sawa. Na ukirudi utakuta kuna kitu nimekifahamu. Umeelewa? Lakini kitu kingine, jitahidi sana kwenye swala la maombi. Sawa, hilo nitalizingatia. Sitosahau. Kwa sababu wewe ni mama mchungaji na kanisa linakutegemea wewe, na hata mimi pia mmeo nakutegemea wewe kwenye maombi yako, maana pasipo maombi yako mimi siwezi kufanya kitu chochote. Sawa? Basi sawa, mimi ni kusindikize mke wangu. Sawa, nitashukuru. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Za kwako? Na kwangu nzuri. Shikamoo. Marahaba. Vipi hali? Ndio, karibu. Asante. Hapa nilitoka kule kwako, sijakukuta, nikajua tu moja kwa moja nikija hapa kanisani nitakukuta. Niko huku. Karibu na kusikiliza. Mimi nimekuja hapa, nina shida moja, naomba unisaidie. Sawa, karibu, naweza kuzungumza. Mimi hapa mjomba wangu amenifukuza kule nyumbani nilipokuwa naishi. Mjomba wako amekufukuza? Kwa kosa gani? Alinikuta mimi ni mjamzito. Alinifukuza nyumbani, akanambia hivi niende kwa huyo, alinipa mimba. Na ukaenda? Nimeenda kule lakini mtu mwenyewe haeleweki. Mimi ninachomwamini Mungu ni kitu kimoja. Kuna mengine yanakuja kama mabaya kwenye maisha ya mtu, lakini hizo ndizo baraka za Mungu. Lakini kuna mengine yanakuja kama mema, ila ni baraka kwenye maisha ya mtu. Na cha msingi, kutokana na hiki kilichofanyika, sina imani kama kuna shida zaidi, ila cha msingi ni kumwamini Mungu kwenye kila jambo unalolifanya. Wewe shida yako kubwa ulikuwa unataka mimi nikusaidie nini? Mimi nilikuwa nahitaji tu sehemu ya kukaa. Okay, sawa, haina shida. Madam pale kwangu hakuna mtu ambaye nina nafasi ipo na siishi na watu wengi, ni mimi tu na mke wangu. Kwa hiyo haina shida, utaishi tu pale nyumbani. Sawa, haina shida. Sasa mimi ngoja niweke jembe ili tuongozane kwenda nyumbani. Sawa? Da. Akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu, akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Nimefika pale,
naambiwa kuwa amesafiri na kaenda kwa mjomba wake. Yule wifi yangu bana hakuna cha mjomba wala shangazi. Yule wifi nimeshamshikizia na mambo yake. Sasa ninaomba kumwangalia sana kaka asije akazurika. Chochote anachokula hakikisha umekipika wewe. Unielewa? Uhai wa kakangu ninaomba nisaidie. Chochote unachokiona kuna utofauti wowote nijulishe. Sawa? Sawa, haina shida. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa jicho lake likamtazama, ndiye mchungaji, uzuri wake ukamfanya shindwe. Angamizo la kanisani, dhambi iliyo ndani iliweka alama kwenye nyumba ya Bwana. Mchungaji alidanganya, katibu akapotea. Karibu sana. Unaenda? Kuna kazi ndani ndio kumalizia. Hapana, kaa tunywe kwa pamoja chai. Ninakushukuru Mungu muumba mbingu na ardhi, asante kwa riziki mbele zetu katika jina la Yesu. Amen. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa Ndio. Asante kijana. Hivi kuna kaujumbe kidogo nilikuwa nataka nikupatia kuhusu mkeo. Mke wangu mimi? Ndio. Karibu. Kuna jambo kidogo nataka nikwambie. Mkeo anatoka na bwana wangu. Ni wako anaitwa nani? Milambo. Milambo. Nilionana naye, nilimpa onyo. Nimeona nikutafute na wewe ili nikwambie, umwambie, yani uongee naye. Sitaki endelee kuwa naye ile, kuwa na mahusiano naye. Okay, sawa. Sasa mimi nikuombe, kwa madamu nimepata taarifa, nitaita kikao na nitakuhitaji na wewe pia uwepo ili tuweze kujadili juu ya hili. Samahani sana na nisamee mimi, msamee mke wangu. Kwa baada ya hapo na imani tutaweka tu mazingira vizuri na hatua nyingine zitaenda. Sawa, itakuwa ni vizuri. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa jicho lake likamtazama, ndiye mchungaji, uzuri wake ukamfanya shindwe.